na mgao wa fedha za ufadhili wa masomo, kwa lugha ya kimombo wanaziita capitation, tukiwa tunajaribu kuangazia masuala ambayo yameibuka kutokana na ucheleweshwaji wa fedha hizo kwenye shule za umma na kuathiri kwa upande mmoja au mwingine uendeshaji wa shule zenyewe na hata labda kupeana kwa elimu kwa shule za umma kwa wanafunzi ambao wengi wanatoka kwenye familia ambazo hazijiwezi. Namhusisha Daktari Paul Wanjohi studioni, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na pia ni mweka hazina katika muungano wa shule za Update, ambazo ni shule zinazopeana elimu kwa wanafunzi wanaotoka katika mitaa ya mabanda. Na pia namhusisha Alex Musomba, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu vile vile na pia ni msimamizi wa chuo cha Arizona International College. Na tukirejea kwenye sehemu ya pili, karibuni tena. Na tukiangazia swala la wakuu wa shule, watarajie nini kwenye muhula unaokuja, kwa sababu muhula huu umetamatika? Wengine wanahisi umetamatika labda juma moja au majuma mawili kabla ya wakati ambao ilikuwa umelengwa kutamatika kwa sababu ya changamoto zilizopo, lakini mwisho wa kuisha muhula mwingine utakuwa unatarajiwa kuanza rasmi baada ya nafikiri likizo ya kama mwezi mmoja. Na wakati kama huo watarajie nini wakuu wa shule baada ya kupata tangazo ambalo umelitaja kutoka kwa Wizara ya Elimu na pia hali ilivyo kwa sasa? Asante sana. Na niseme mtazamaji ambaye anajiunga nasi kwa muda wa sasa tunamkaribisha. Na kuna shule nyingi ambazo za umma, the secondary schools, tayari wamefunga shule wiki moja kabla ya ile siku ya kalenda ya serikali. Na hawajafunga hivyo kwa ajili ya mambo mengi. Wamechukua advantage ya long Easter holiday na wakaona ya kwamba hapo kutakuwa na saving kiasi. Kwa hivyo sasa unaona walimu wanajaribu kutafuta jinsi ya kusurvive katika haya mambo. Na kwa sababu najua jambo halitakuwa rahisi, serikali juzi walitangaza ya kwamba wameachilia fedha shuleni, lakini walimu wangali wanalia kwa sababu zile pesa kufika hivi sinagojewa na wale ambao walikuwa na deni zao. Kwa hivyo tatizo halijapatikana, lakini kuna swali ulikuwa umeuliza pale awali ya kwamba ni lipi ambalo walimu wanaweza fanya ili waepukane na haya mambo, kwa sababu serikali imefanya vile inaweza lakini bado haijafikisha kiwango. Kuna shule ambazo pengine siku na compounds au shamba kubwa, wanaanza answer project za shule zao, kukuza mimea, kuweka mifugo na kadhalika, na itakuwa ya maana zaidi, ili kama ni maharagwe wanakula ya shamba lao, kama ni mahindi wanatoa kwa shamba, kama ni maziwa wanatoa kwa shamba, kwa sababu ni lazima jambo likitokea watu watafute way out. Na kwa hivyo muhula ujao, na ni ule muhula tuseme mrefu zaidi, ni lazima walimu wajisatiti na ni lazima wawe na kuelewa kile ambacho watafanya. Serikali haitaongeza pesa. Kuna zile zimekuja muda wa sasa, kuna zile zitakuja zikichelewa. Na tumeona yale mambo yote tumeyataja tangu mwanzo wa hiki kipindi, ya gari yanaendelea yanasonga mbele. Kwa hivyo haitakuwa ati wakati wa kupumzika. Ni lazima board za shule siketi wakati wa likizo na waweze kupata mbinu mpya. Alex, maoni yako ni yapi kuhusiana na matarajio ambayo walimu wanafaa kujitayarisha nayo katika muhula unaokuja baada ya kutamatisha muhula huu na kwenda kwenye likizo? Jambo la kwanza ni wahusishe wazazi sana katika ile mipango ambayo imepangwa ya huu muhula ambao unakuja, kwa sababu hatujui kwamba ukiona hizi pesa ambazo zilikuwa zinatarajiwa kutolewa mapema zimechelewa na pia zimetoka nusu kwa nusu. Hatujui za muhula ujao zitatoka lini. Na hatujui sasa hata kwa sababu za huu muhula hazijaisha kutoka, hatujui zitatoka lini. Na mimi naona ni vizuri pia wazazi wa shule tofauti tofauti wajaribu pia kuelewa usimamizi wa shule. Wanapoitwa na board ya shule, mimi mwenyewe ni one of the board members shule yetu ya nyumbani. Na unapata wakati mgumu sana unapoelezea wazazi ukiwaambia kwamba shule haina pesa na tunahitaji kufanya hivi na hivi na hivi na hivi, lakini wengi wanapuuza. Wanasema shule, serikali imetuambia tusitoe shilingi hata moja. Serikali imesema hivi na hivi na hivi. Lakini unapata wanahitaji kuelezewa vizuri sana. Board ya shule, mwalimu mkuu wakae chini na wazazi wazungumzie hili jambo pia ili wapate suluhisho la ndani. Najua of course
kuna ile policy iko na ni vizuri kufuata, lakini pia tunazungumzia kuhusu watoto wetu. Watoto wetu hawajui kuhusu policy. Wanajua wanafaa kusoma, wanajua wanafaa kuingia shule asubuhi watoke jioni. Kwa hivyo mzazi ni mtu muhimu katika kuendeleza hii shule ambayo tunazungumzia. Naam, asante. Ni hoja mzito ambazo umeziibua. Swala la nia, wengi wanajiuliza iwapo kunaonekana kuwepo na nia kutoka kwa upande wa serikali kulitatua hili ama wamelifumbia macho. Maoni yako ni yapi daktari? Asante sana Bi Mwasiwa. Niseme ya kwamba penye nia pako na njia. Na wakati tuwasikia serikali ikitagaza hata hizo pesa tulizokuwa tukituma 22,000 tunapuguza mpaka 17,000 bila maelezeo zaidi, inaonyesha kuchidwa. Inaonyesha kwamba serikali imeona ya kwamba hakuna pesa za kutosha. Na kwa hivyo ndio tunasema ni lazima sasa shule katika sehemu zao waanze kujipanga na wajue serikali imewaambia huu ndio ule uwezo tuko nao. Kwa hivyo kila shule pahali mlipo, hebu anseni kujipanga. Na niko na mambo kadhaa ambayo naweza sema. Kuna wale wanafunzi wa kitambo, the old boys, old girls, old students kutoka zile shule, na kwa sababu wengi wamebarikiwa popote walipo, kila mmoja na akarudi kwa shule zao waweze kushikilia shule zao, kwa sababu pahali tumefika sasa ni lazima kila mtu aliye katika ile community ashikilie watoto wetu, na tukifanya hivyo najua kwamba hatimaye kila mtu atakuja kufurahia. Jambo la pili ni wale wazazi, kama vile tu ndugu yangu amesema, wazazi wawe na jambo la kuelewa ya kwamba serikali imemaanisha ya kwamba sasa hata zile 22,000 ilikuwa ikituma hasipo. Kwa hivyo sasa ni 5,000 chini ya hiyo. Na kwa hivyo kila mzazi aelewe, mtoto wako akienda katika shule na akose mahitaji yake kutekelezwa, sio mwalimu na sio pengine serikali, sababu serikali imesema huo ndio uwezo wangu kwa sasa. Tushirikiane, na kama mtu akileta kidogo na mwingine kidogo, najua hilo tutaweza kulitatua. Halafu nami niombe tena kwa serikali, ndugu Alex amesema na mimi nataka kusisitiza, ni vema tunapofanya mgao wa fedha za shule za serikali, idadi ambayo inapelekwa kwa shule iongezewe, ili hata kama kukiwa na any adjustment iwe ni adjustment ambayo haitadhuru. Na kwa sababu ya priorities za serikali, ningeomba kulingana vile mambo yalivyo, miradi mingine katika hii hali gumu ya uchumi iwekwe kando. Kwanza tuangalie upande wa education na pengine upande wa afya na upande wa security. Alex, unaweza zungumzia hilo iwapo unahisi kwamba kunaonekana kuwapo na nia ya kuweza kuweka mambo sawa katika masuala ambayo yanaendelea yanayohusiana na ufadhili wa elimu, na pia labda kugusia tu athari ambazo zitakuwepo kwa mwanafunzi hususan anayesoma katika shule ya umma. Ukiangalia kiwango cha elimu ambacho anatarajiwa kupata kinashindanishwa na kile kiwango ambacho mwanafunzi katika shule ya binafsi ambayo mzazi anafadhili elimu anafaa kupata. Asante. Kiwango cha elimu katika shule za umma kitapungua kama hali itazidi kwa vile ilivyo kwa sasa. Na ni vizuri sana wakuu wa elimu katika mikoa tofauti ya Kenya wamezungumzia hili jambo ili kupatikane suluhisho la haraka, kwa sababu utapata wakati mwingine wanafunzi wengi, kwa sababu wakati principal ama wakati mwalimu mkuu amekuwa na msukumo sana, pesa hazijakuja, itabidi sasa ageukie mzazi. Akigeukia mzazi, naye pia mzazi labda uchumi, tunajua kila mtu anajua uchumi ni mbaya, atakaa chini aone ni afadhali sasa mtoto asiende akawie kwenda shule siku 2-3, na upate wanafunzi wetu wataanza kuingia katika mitaa, waanze kutafuta kazi wafanye, wasaidie wazazi wao. Kwa hivyo utapata viwango vya elimu katika shule zetu za umma vitaenda chini. Na kile kingine pia ningependa kuomba wanasiasa ni zile roadside declarations za kuzungumzia mambo ya elimu, kwa sababu unapata yule mzazi ambaye yuko pale wengine hawaelewi sana yale mambo ambayo yanazungumzwa kule juu ya serikali. Kwa hivyo wakati mwanasiasa amezungumza hata kwenye kule vijijini, amezungumza akasema pesa zimetoka na hata hajasema ni ngapi, unapata sasa anapiganisha shule
na usimamizi wa shule na wazazi. Wazazi wamesikia mwanasiasa akisema pesa zimetoka. Kama zimetoka sasa ni hivyo. Kwa hivyo ni vizuri pia ili jambo wanasiasa wetu walichukulie na uzito sana na wajua kwamba wakati kila chochote ambacho wanasema katika mikutano na katika wanapokutana na wazazi wajua kwamba liko na adhari katika kuendeleza shule. Daktari, maoni yako ni yapi kuhusiana na kiwango cha elimu? Kumbuka kuna shule za binafsi na za umma, na tunatarajia kwamba watoto wetu ambao wazazi wengi ambao hawana uwezo wanawapeleka katika shule za umma watakuwa wanapata kiwango sawa cha elimu ambacho kinaweza kuwapatia nafasi sawa maishani na wale ambao wameweza kwenda katika shule za binafsi. Asante sana Bimasiwa, na niseme ya kwamba kiwango cha elimu katika shule zetu za umma kitazidi kwenda chini, kudidimia kabisa. Na jambo hili pia litaambatana na madhara mengine. Jambo la kwanza, kwa sababu kuna wanafunzi ambao wataona tu wa give up kwenda shule, tutarudi katika lile jaga ambalo lilikuweko wakati wa Mzee Kibaki. Kutakuwa na watu wengi ambao hawatakuwa na mambo ya shule, watakuwa wamebaki mitaani. La pili, wanafunzi ambao pengine watajiunga na shule za kibinafsi pia twasema ya kwamba haitakuwa ni kama suluhisho ya kutosha. Kwa sababu katika nchi yetu tunapaswa kuwa na usawa katika elimu. Wale ambao wamebaki pale watazidi kuumia, na kwa hivyo sasa on top ya kuwa na low quality ya elimu kutakuwa na gap kubwa kati ya wale ambao ni maskini na wale ambao ni matajiri katika nchi yetu. Na kwa hivyo suluhu ni tu moja, shule za umma sipate fedha za kutosha. Nchi kama Denmark, Singapore, serikali inaweza kufadhili shule kutoka lowest level mpaka university. Mimi nina uhakika ya kwamba pakiwa na nia mzuri katika nchi yetu, na hapa sipingi au sikatai mambo ya private schools, serikali inaweza kusimamia mambo ya shule hata bila kuwa na uzito wowote. Na kwa hivyo kwa ajili elimu ikianza kupungua, hali ya elimu ikianza kupungua, mambo ambayo tuliyaona last year hata katika mitihani ya kitaifa, uizi wa mitihani utaendelea. Kwa sababu mimi si kusoma vizuri, nitafanya nini? Nitaangalia pale mwisho kwa sababu nataka alama za kunisongesha mbele. Nitajaribu dada Hadia uko na nini, uko na Mwakenya, sasa ndugu Alex uko na nini? Sasa unaona sasa uizi utaendelea. Na kwa hivyo tunaona nini ambalo litakuwa pale hatimaye, wale watu ambao wataenda kusomea udaktari, wale ambao wataenda kusomea engineering na kadhalika, watakuwa ni watu ambao viwango vyao havikutosheka kwa sababu hawakupata msingi imara, lakini sababu waliiba mtihani kwa sababu ya yale mambo walioyapata na wakaonekana wamefaulu, basi ndio wao. Na mwisho ambao ningesema hapa, kuna hawa wanafunzi ambao kwa sababu hawakupata kufunzwa vema kwa ajili ya matatizo ambayo tumeyataja, hata wanapoenda katika vio kama hii yako Arizona International College. Na iko wapi hiyo? Iko hapa tu Nairobi. Arizona. Nauliza hivyo kwa sababu ziko nimeisikia, lakini ni vema sana. Tuseme kuna Arizona, kuna na wacha nisitaje majina kwa sababu ya data security na kadhalika. Wanafunzi wakida kule, dada yangu Mwasiwa, unapata kuna wale wana drop midstream na wanapotelea kabisa. Na ni wengi. Nikiangalia kulikuwa na tarakimu ambayo kuna safari tulikuwa tukifanya, na wakati hatuko tumemaliza tuliona kwamba takribani 60% ya hao wanafunzi hawaendi mpaka graduation. Sasa tunajiuliza nchi yetu inaendelea vipi? Kwa hivyo unaona madhara ni mengi na yote yanaletwa na hilo jambo la capitation. Yes. Naam, asante Alex kwa kuongezea hilo, na pia labda tukiangalia swala la idadi ya wanafunzi shuleni. Kumbuka serikali imepiga vita vingi tukiangalia nyakati za nyuma hadi sasa kuhakikisha idadi kubwa ya wanafunzi hawasalii nyumbani, wanakuwa shuleni na kupata elimu kwa upande mmoja au mwingine. Na pia swala la uadilifu shuleni tu, wanafunzi wanapoanza kukosa uadilifu na kuchoma shule na labda mabweni na masuala kama hayo, haya yanaweza kuchangia kiasi gani kutokuwepo na uadilifu shuleni na pia katika idadi ya wanafunzi katika shule hizo, na yanaweza kuchangia labda alilolizungumzia daktari? Unajua wakati ambapo shida moja imetokea inaleta shida nyingine nyingi.
especially tunapozungumzia kuhusu masomo. Unapata kama shule haijaajiri walimu wa kutosha, kwa sababu kuna wale ambao wanaajiriwa na serikali, kuna wengine ambao wanaajiriwa na board. So kama shule haina pesa na haina uwezo wa kuajiri walimu wa kutosha, utapata kwamba wanafunzi nao ni wengi. Utapata kwamba haina uwezo wa kushughulikia wanafunzi wote. Kwa hivyo utapata teacher per student ratio itakuwa na shida. Na ndio maana unapata tunasema ili jambo litakuja kuwa janga litakapokosa kuzungumziwa na kupata suluhisho. Kile kingine ambacho daktari hapa amezungumzia ni jambo la muhimu sana kuhusu kudidimia kwa elimu, na si primary na secondary peke yake. Hii itasonga mpaka vyuo vikuu. Mimi nilikuwa pale chuo cha Arizona International College, huwa naona mwanafunzi ambaye amekuja shule, unapata vile daktari amesema, kwa sababu kule chini alifinyika kwa sababu ya mambo ya pesa. Huyo mwanafunzi unaangalia ukiangalia kiwango chake cha mtu ambaye anafaa kuwa college, kina shida. Unaangalia, unaona hajaivishwa vizuri ili apate sasa upate kwa kwamba huyu mtu sasa ametoshia kuingia college. Kwa sababu wengine unapata wana struggle hata kuelewa mambo ambayo wanafaa kuwa walielewa wakiwa secondary hata primary. So ni vizuri serikali wakati sasa itaanza kushughulikia kutoka pale chini, ili sasa ukifika hapa juu upate, unajua kuna wakati unafika sasa unapata imefika mwisho sasa, kama huyu hayo kushughulikiwa akiwa pale secondary ako college, then utapata ni itakuwa ngumu sana. Kwa hivyo kudidimia kwa elimu, wakati serikali ama wanahusika katika mambo ya elimu hawatakaa chini wazungumzie jambo, we have to expect that. Naam, kwa kumalizia daktari, labda kwa kugusia hoja alizozitaja Alex kuhusiana na swala la idadi ya wanafunzi na hata labda kiwango tu cha uadilifu shuleni. Ni asante sana Bimaziwa, na niseme ya kwamba hilo jambo la wanafunzi kuwa wengi shuleni limeletwa na policy ya serikali iliyosema lazima kuwe na transition 100%. Na sasa jambo hili limeleta mambo mengi. Ni mzuri, ni jambo very good. Lakini sasa uende katika shule zingine za umma, kwa sababu wazazi waliposikia, hebu tuchukue kwa mfano wanafunzi walio katika junior secondary. Serikali iliposema ya kwamba elimu ya junior secondary itakuwa bure au itakuwa ya bure, wanafunzi wengi walirudikana kule. Unapata ni kama mkutano, sio darasa. Wanafunzi ni wengi hivi, na najua kwamba wengi ambao wanatutazama wanaona yale. Na kwa sababu najua muda hatupo nao, naweza sema ya kwamba shule nyingi za umma saa hii zinaumia kwa ajili ya idadi kubwa ya wanafunzi, na tusipofanya mambo kwa haraka, wale wanafunzi watazidi kuwa wakupotelea. Na siwezi nikafurahia, kwa sababu pengine ukija katika Sharp Education Center utapata kama junior secondary per class tuko na wanafunzi around 30, alafu naenda ingine 30, hivyo sio wengi. Siwezi nikafurahia kule, kwa sababu wanasoma vizuri na wengine katika shule jirani hawasomi, kwa sababu hawa wanafunzi wote ni wetu. Na hii nagusia hivyo kwa sababu mtu anaweza sema shule za private sitafurahia kwa sababu wanafunzi watarudi kwao. La hasha, watoto hao wote ni wetu. Naam, Alex, kauli yako ya mwisho kwa nusu dakika tukimalizia kipindi. Kauli yangu ya mwisho ni kusema, unajua kila jambo ambalo tunazungumzia hapa ni mambo mengi yanahusisha serikali ili kuketi chini na wahusika katika mambo ya elimu. Kwa hivyo mimi naomba serikali kwa haraka itafute suluhisho la haraka ili upate mzazi, mwanafunzi na mwalimu wote wamekuwa katika hali ambayo inaeleweka ili hii confusion ambayo ipo ishe. Naam, asante. Na mtazamaji, tutakuwa tunatamatishia hapo hii leo kwenye Jarida, nikiwa ni washukuru wageni wangu Daktari Paul Wanjohi ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na vile vile ni mweka hazina katika muungano wa shule za APBET ambazo ni shule zinazopeana elimu katika maeneo banda. Asante sana kwa kuja na kwa mchango wako. Karibu. Na pia ni mshukuru Alex Musomba ambaye ni mtaalamu wa masuala ya elimu na pia vile vile ni msimamizi katika chuo cha Arizona International College. Asante sana kwa kuja na kwa